Filamu inaanza kwa kumuonesha mwanamke mmoja anaitwa Tika. Huyu binti alikuwa ni mjamzito, yuko katika gari moja la bwana mkubwa anaitwa Samsul. Lakini baada ya safari ndefu, tairi la gari hili liko limepasuka. Samsul akawa ameshuka kwa ajili ya kurekebisha gari hilo. Humu ndani ya gari alikuwa na msaidizi wake. Huyu msaidizi akaanza kulalamika kwamba pengine wamepata nuksi na mkosi baada ya kuwa amemsaidia mwanamke ambaye hawamjui ni nani, hawamjui anaenda wapi, hawamjui anataka nini. Wakawa wameshauriana kwamba wamwache huyu mwanamke hapa kwa sababu hata yeye mwenyewe hajui anaenda wapi, ila tu kasema kwamba anaenda mjini kwa ajili ya kutafuta kazi. Hivyo wakaamua kumwacha hapa atafute kazi kwenye maeneo haya. Kisha wao wakawa wameondoka hapa. Sasa huyu mwanamke ni mjamzito kama jinsi ambavyo nimekuambia, na hajui popote anapokwenda ni wapi. Akaamua kutembea, alitembea kwa muda mrefu sana. Akawa amefika sehemu ambapo kuna karaoke, watu wanakula mipombe, watu wanafanya biashara zao haramu eneo hili. Akawa amekaa kwenye kibanda kimoja cha mwana mama mmoja anaitwa Maya. Maya akaamua kumhudumia kwa kumpa kinywaji. Muda wa kufunga akashangaa huyu binti mbona haondoki. Akawa amemuuliza binti, akasema kwamba hana popote pa kwenda na amekuja hapa mjini kwa ajili ya kutafuta kazi tu. Maya akawa amemuelewa sana huyu mwanamama kwa sababu inavyoonekana kachoka sana na ana mimba ya miezi 9. Maya akaamua kumchukua na kumpeleka nyumbani kwake. Sasa nyumbani kwa Maya anaishi na mume wake, ni mzee. Kesho yake Tika baada ya kuamka akaanza kufanya kazi ndogo ndogo nyumbani hapo bila kujali kabisa hali yake, sababu Tika muda wake ulikuwa umefika ukingoni. Usiku huo uchungu uko umemshika na akawa amejifungua kwa msaada wa Maya na rafiki yake mmoja alikuwa amekuja hapo. Binti akawa amejifungua mtoto wa kiume. Kulingana na hali duni ya lishe kwa mama akawa apati maziwa ya kumnyonyesha mtoto, hivyo mwanamama Maya akawa anampatia mtoto maji ya wali kama mbadala. Mtoto anatakiwa kula, anatakiwa kuendelea kuishi huyu kwa sababu ya hali ngumu ya maisha ndani hapa. Tika akalazimika kufanya kazi akiwa na mtoto wake mdogo bila kujali hali yake. Binti alikuwa anaogopa sana kuonekana yeye ni mzigo kwa watu ambao wamejitolea kwa ajili ya kumsaidia. Siku moja mwanamama Maya akawa amempa wazo Tika la kufanya biashara fulani hivi katika duka lake, lakini Maya akamwambia kwamba Tika hawezi kumlazimisha kabisa Tika kulifanya jambo hilo, alifanye kwa hiari yake yeye mwenyewe. Sasa ni jambo gani? Baada ya maisha kuwa magumu sana, Tika akalazimika kwenda kufanya kazi kwenye duka la Maya. Kazi hiyo anatakiwa kujifanya yeye kuwa kama pankung. Pankung yani ni kazi ambayo inafanywa na mwanamke kumhudumia mwanaume kwa kumkalia kwenye mapaja, kumbembeleza, kumpetipeti mwanaume huyo ili anunue bidhaa kwenye hilo duka. Mwanzoni binti hakuwa anataka kabisa kuifanya hii kazi, hivyo akalazimika kuifanya hii kazi. Mwanzo alikuwa na aibu sana, lakini baadaye akawa mzoefu kwa sababu ya uzuri wake. Binti alivuta wateja wengi sana kununua bidhaa hapo, ikiwa pamoja na kahawa, sigara na vitu vingine vidogo vidogo. Wanaume walikuwa wanazama sana mfukoni. Wakati huo huo kuna vijana wawili tunawafahamu. Huyu jamaa mmoja anaitwa Hadi pamoja na Asep. Wao wanafanya kazi ya kusafirisha samaki. Baada ya kufika kwenye kijiji ambacho Tika anapatikana, wakaamua kupumzika kidogo kwa ajili ya kupata kahawa. Tika akaanza kuwahudumia kama wanaume wengine, yani aliwahudumia kama wateja wengine. Wakiwa hapo, mtoto wa Tika anaitwa Bayu akawa amefika hapo, anamhitaji mama yake waende kulala pamoja kwa sababu mtoto amechoka kulala peke yake. Mama yake ikabidi kumpeleka mtoto ndani ili kwenda kumbembeleza alale. Sasa Hadi akaonekana kabisa kuanza kuvutiwa na Tika, akawa anamtazama kwa mbali. Akaamua kwenda kwenye gari na kuchukua samaki na akawa amempatia Maya samaki wa bure kama ishara ya wema na kumshukuru. Maya akawa amefurahi sana, hivyo kesho yake wakawa wamepika hiyo samaki. Siku hiyo watu wakala na wakaenjoy vizuri mno, na mwana mama Maya akawa anamsifia sana Hadi kwamba ni mtu mzuri, anaonekana ana roho safi, ni handsome na anaonekana hajaoa mpaka sasa. Tika akawa amemuuliza, wewe umejuaje hajaoa? Maya akasema kwamba nimeona kwa sababu hana pete yoyote kwenye mkono wake. Usiku huo mtoto Bayu akawa anamuuliza mama yake kwamba utafanya kazi ya usiku mpaka lini? Sasa hili swali mama yake ilikuwa limemuumiza sana, ila akawa amemwahidi kwamba ninatafuta pesa kwa ajili ya kukupeleka shuleni. Baada ya kutoka hapo, ile kauli ya mtoto ilikuwa inatembea kwenye kichwa cha huyu binti. Akaanza kujiuliza ataendelea kufanya hii kazi mpaka lini? Kakaa kando anaangalia wenzake wanavyofanya hiyo kazi, anaona kabisa ni kazi ambayo ni ya kumdhalilisha mwanamke, lakini atafanya nini? Bayu anaonekana wazi kwamba hapendi kabisa kumwona mama yake anafanya kazi kama hiyo. Siku iliyofuata mchana, Hadi pamoja na Asep wako wamerudi tena kwenye banda la Maya. Safari hii wako pamoja na kijana mmoja anaitwa Gilani, ambaye mara nyingi Gilani pamoja na bosi wake huko alikotoka walikuwa hawapatani kabisa. Mara nyingi alikuwa akipigwa na bosi wake. Hadi akawa anahitaji kumtafutia kazi Gilani maeneo haya.
Sasa Maya baada ya kuwaona tena hawa vijana wamefika hapa, akaanza kuhisi kabisa pengine kuna mmoja wao atakuwa ameanza kumpenda Tika. Binti Tika akawahudumia kama kawaida, akaenda kumuita mtoto wake arudi ndani ili aoge. Sasa muda anamuogesha mtoto wake, kijana akafurahi sana baada ya kuwaona wale vijana wamerudi tena hapa. Akawa amemuuliza mama yake kwamba yule aliyekuletea samaki ametuletea tena. Tika akasema kwamba bado hajajua, pengine ataenda kumuuliza baadaye. Kweli baada ya kutoka nje, hadi yeye alikuwa anaongea na Maya kuhusiana na kupata kazi ili ampatie Glan awe mlinzi wa maegesho ya magari eneo hili ili ajipatie pesa kidogo. Kweli kijana Glan akawa amepata nafasi ya kazi eneo hili. Tika kwenye kuzungumza na Hadi akagusia kuhusiana na swali aliloulizwa na mtoto wake. Mshikaji kweli akawa maagiza samaki wakuwa wameletwa hapo. Baada ya kufikishwa hapo, binti Tika akawa amependekeza kwamba awapike kabisa hao samaki wale wote, lakini Hadi akawa amekataa, akasema kwamba apewe Bayu tu. Baada ya siku kwenda siku kurudi, baada ya kuwa amekusanya fedha kwa ajili ya kumwandikisha Bayu shuleni, kweli siku hiyo hayawi yakawa yamekuwa. Wakati wa kumwandikisha, kuna kitu kimoja kikuwa kimekosekana, ni details ama taarifa za baba yake mzazi. Maelezo kuhusiana na jina la baba yake Bayu yalikuwa yanahitajika sana na ndiyo muhimu sana kuliko hata hicho cheti. Hivyo ikalazimika binti kumrudisha mtoto nyumbani. Hilo limeshindikana kwa siku hiyo. Maya akawa ameshangaa, mbona mmerudi mapema? Tika akasema kwamba kuna taratibu nyingi sana zimenishinda kuzikamilisha. Basi Maya ikabidi kumfariji tu huyu mwanamama. Bayu baada ya kumletea kinywaji mama yake apoze koo, kisha yeye akaenda moja kwa moja kwa Glan. Baada ya kufika hapo, Bayu ikabidi kumuuliza Glan kwamba je, unamfahamu baba yangu ni nani? Glan akasema kwamba mimi simjui baba yako wala sijawahi kumuona, lakini mwanzoni nilikuwaga najua Hadi ndiyo baba yako. Mtoto ikabidi kuuliza Hadi ni nani? Jamaa akasema kwamba ndio yule mtu ambaye anakuleteaga samaki kila siku. Usiku wakati Tika akimlaza mtoto wake, akawa ameitwa nje kwa sababu kuna mteja ambaye amefika hapo anahitaji huduma. Baada ya kutoka nje, ni Hadi kafika hapo. Hadi akamwambia Tika kwamba Bayu ameniuliza kama mimi ni baba yake. Hadi akawa amemuuliza Tika kuhusiana na kwao alikotoka. Binti akasema kwamba kwao ni hapa ambapo yupo pamoja na mwana mama Maya. Kisha baada ya kuona kama maswali yamekuwa mengi, akawa ameikwepa, akaenda kumletea kahawa huyu bwana mkubwa. Sasa muda huo mtoto alikuwa amelazwa kwenye mapaja ya Hadi. Tika akaanza kuvutiwa sana baada ya kumwona Hadi jinsi ambavyo anamjali mtoto wake. Baada ya kumhudumia, mshikaji akalipa na akaomba pesa ambayo inabaki itunzwe kwa ajili ya Bayu. Mshikaji kabla ya kuondoka akawaalika Tika pamoja na Bayu waambatane pamoja na yeye wikendi moja, na Tika akawa amekubali. Kweli wikendi baada ya kufika, wakaenda ufukweni huko, wakaenda kucheza kama familia moja ambayo imeungana. Hadi akawa amemnunulia Bayu gari la kuchezea. Tika akawa amefurahi sana, na wakiwa njiani kurudi akawa amemuomba tena wiki ijayo tena watoke. Jamaa akawa amekubali atafanya jambo hilo. Waliporudi nyumbani, Maya anawachungulia tu dirishani, anaona kabisa hapa kinachozalika ni mapenzi. Siku moja Bayu baada ya kutoka nje, yuko kwenye miguu ya Maya, akaanza kumuuliza mama yuko wapi? Maya akasema kwamba atarudi muda si mrefu. Sasa huyo mwanamama yuko wapi? Kumbe Tika na Hadi walikuwa sehemu wamejifungia huko, kilimo mdondogo kimehappen. Wakaamua kabisa kujuana wao kindani kabisa, yani sio kinje tu, wakaamua kujuana mpaka ndani kabisa. Baada ya kutoka hapo, wakaenda kwenye karaoke. Baadaye wakawa wamekula chakula kwa pamoja. Sasa kwenye story wanasifia chakula hapa. Hadi akawa amemuuliza kwa nini usianzishe biashara yako binafsi? Tika akasema kwamba anatamani kufanya hivyo lakini hana mtaji. Hadi akawa ameuliza kuhusiana na Bayu kupelekwa shuleni. Tika akasema kwamba alijaribu lakini imeshindikana kwa sababu ya masharti, wanahitaji taarifa kutoka kwa mwanaume. Mshikaji baada ya kusikia hivyo akawa ameumia sana. Wiki iliyofuata wakaenda tena kutembea kwa pamoja ili kuendelea kujuana zaidi, na safari hii Hadi akawa ameapa kumsaidia Tika, ikiwa ni pamoja na kuanzisha biashara yake ya chakula. Tika akawa amefurahi sana na akaanza kumwamini sana huyo mshikaji. Akawa amemuuliza vipi, una mke? Mshikaji akasema kwamba mimi ninachokihitaji nahitaji watoto. Je, wewe unahitaji mme? Akawa ameona aibu tu, anajibuje hili swala? Mambo si ndio haya, hawa washapendana si ndio? Hatimaye Tika, Bayu pamoja na Hadi wakaamua kumwaga Maya ili kwenda kuishi kwa pamoja. Tika akamshukuru sana Maya kwa msaada wote aliompatia. Bayu pia akawaaga kwa hisia kubwa sana kwa sababu amekwisha kuwazoea Maya pamoja na mme wake kama bibi na babu. Maya ikabidi kurudi ndani kwenda kulia kwa uchungu sana kwa sababu alikuwa amekwisha kuwazoea hao watoto. Tika pamoja na Bayu baada ya kufika makao mapya, maisha mapya yakaanza. Ni Tika, Bayu pamoja na Hadi. Tika akaweka picha sawa, picha ya ndoa ya bwana mkubwa Hadi. Hapa hatujaona ndoa ya Tika pamoja na Hadi.
hii ni picha ya ndoa. Tutajua tu huko mbele kwa mbele. Bayu pamoja na Hadi mara nyingi walikuwa wanaenda kuvua samaki kwa pamoja, na kwa sasa Bayu anamuita Hadi kama baba. Wakatengeneza toroli kwa ajili ya biashara ya kuuza mayai pamoja na chakula cha mwana mama Tika, na kwa sasa Bayu amekwisha kabisa kumzoea Hadi katika maisha yake. Hatimaye Bayu akaanza masomo kwa msaada wa Hadi. Hadi aliamua kusimamia kila kitu kama baba mzazi wa huyu mtoto. Siku zikazidi kwenda, maisha yao ya furaha na utulivu. Siku moja Hadi akaamua kuaga familia yake akisema kwamba anaenda kazini. Wakawa wamemtakia heri na bwana mkubwa akawa ameondoka. Siku iliyofuata, siku ya pili, mwanaume hajarudi. Siku ya tatu, mwanaume hajarudi nyumbani. Hili jambo likaanza kuzaa mashaka sana, likaanza kumkosesha raha sana Tika. Hawajui mwanaume yuko wapi, pengine kuna mabaya yamemkuta huko. Sasa hili jambo la kumkosesha raha halipo tu kwa Tika, mpaka kwa Bayu, kwa sababu ameanza kukosa umakini shuleni, kwa sababu siku hizi hapelekwi na baba yake kama ilivyokuwa kawaida. Siku moja Tika akaamua kwenda kwa Maya ili kwenda kufanyiwa masaji, na binti alihitaji msaada wa kimawazo kutoka kwa mtu mzima. Maya akahisi kama kuna kitu kinamzonga Tika, na alihisi kabisa Tika yawezekana ni mjamzito, kwa sababu aliziona dalili yeye ni mtu mzima. Maya akamwambia Tika kwamba tangu uondoke hapa biashara yangu imekuwa mbaya sana, biashara imedorora. Tika akawa amemwomba msamaha sana kwa kuwa ameondoka hapa. Maya akawa amemwambia kwamba hilo sio kosa lako. Basi wakawa wamepiga stori zingine tu ili kutulizana mawazo. Upande wa Bayu akiwa nje anapiga stori na Gira, akamwambia kwamba baba yake amepotea tu, ni muda mrefu sana hajarudi nyumbani na sio kawaida yake. Sasa Gilai akaanza kuhisi kabisa pengine Hadi ameenda moja kwa moja kazini kwao kule kwa bosi wao ambaye ni mtata. Sasa mara nyingi huyu jamaa huwa anatengeneza vifaa kwa ajili ya watoto kuchezea. Hakuwa anajua kabisa kama Bayu vile vifaa huwa anavichukua na anaenda kuviuza kwa watoto wenzake, hivyo akawa amemletea pesa mshikaji wakawa ameshangaa sana. Huyu mtoto kaanza biashara mapema sana. Baadaye jioni, Bayu akiwa anapiga stori na mama yake akawa amemwambia kwamba amepiga stori na Glani amemwambia mahali ambapo baba yake yupo, hivyo huyu mwanamama akawa ametambua moja kwa moja, akienda kwa Glani na kumhitaji Glani ampeleke mahali ambapo anahisi Hadi atakuwepo. Kweli mshikaji akawa amempeleka moja kwa moja mpaka kwa bosi wake wa zamani, kisha yeye akawa ameishia nje. Tika akawa ameingia ndani peke yake. Baada ya kuzungumza na bosi wake Hadi akawa ametoka nje analia, akamwambia Glani kwamba ampeleke moja kwa moja kwa Maya. Sasa sijui ni nini kaambiwa huyu mwanamama, akalia kwa uchungu sana kwenye mapaja ya Maya. Maya ikabidi kumtuliza tu na kumfariji huyu binti. Kesho yake katika nyumba ya Tika kuna mwanamke mmoja ambaye ni mgeni kafika hapa. Huyu mama anaitwa Anisa, kafika kumtembelea Tika. Tika mara moja akawa amemtambua ni mke halali wa Hadi. Huyu dada alikuwa anafanya kazi nje ya nchi kwa muda mrefu sana, na huwa anatuma pesa kwa mme wake kwa ajili ya kujenga nyumba na kutunza nyumba yao kama kawaida. Lakini sasa anashangaa sana, pesa zote alizozituma kwa mwanaume kukarabati na kurekebisha nyumba, mbona fedha alizotuma haziendani na anachokiona? Sasa kwa heshima, Tika akaona kabisa hana haja ya kuendelea kukaa kwenye hii nyumba, ni nyumba ya mwanamke mwenzake. Hivyo akaamua kukusanya kilicho chake na akaamua kuondoka na mtoto wake Bayu eneo hilo. Wakiwa nje, Bayu akawa amemwona Hadi, akaamua kumkimbilia huko anamuita baba, lakini Anisa akawa amemwambia Tika kwamba ondoa na hilo troli, analiita takataka, hataki kabisa kuliona eneo hilo. Tika akaamua kubeba kilicho chake kweli pamoja na troli, akawa ameondoka hapo, akaenda na kumpita Hadi. Hakutaka kabisa kuonesha umakini wa aina yoyote tena kwa huyu mwanamume, akawa amemwambia tu Bayu tuondoke. Bayu pamoja na mama yake wakiwa wameondoka hapa wakiwa wamejawa na majonzi mazito sana. Tika akaamua kurudi tena kwenye maisha yake ya zamani, akaendelea kufanya kazi yake ya zamani kama panku. Miaka ikapita, siku zikaenda. Bayu kwa sasa amekuwa ni kijana mkubwa sana na anatumia troli la mama yake kwa ajili ya kuuza tambi na mayai ya kuku. Ana mdogo wake wa kike anaitwa Sekali. Huyu yeye ni mtoto wa Tika pamoja na Hadi. Kabla ya kwenda kwenye mishemishe, akawa ameacha kisanduku chake cha pesa na akawa ameacha na karatasi yenye ujumbe kwa ajili ya mama yake. Mama yake baada ya kupata kisanduku hicho pamoja na karatasi hiyo, ilikuwa imeandikwa ujumbe ambao unasomeka vipi? Unasomeka hivi: leo mama, ninahitaji usifanye kazi. Yawezekana sijafanyikiwa kukupa vitu vingi sana, lakini ninakushukuru kwa kutuchagua sisi, mimi pamoja na mdogo wangu. Umefanya kazi kwa ajili yetu. Hakika bibi pamoja na babu huko peponi watajivunia sana jitihada zako kwa ajili yetu. Hapa tunapata picha kwamba Maya pamoja na mme wake wamekwisha kufariki dunia. Biashara pamoja na nyumba yao kwa sasa inakaliwa na Tika pamoja na watoto wake. Barua inasema kwamba hii ni akiba yangu kidogo, mama yangu, nunua utakachokitaka, usisahau nitakaporudi tutakula vizuri. Mimi pamoja na Sekal tunajivunia sana kuwa na mama kama wewe. Heri ya siku ya kuzaliwa mama, ninakupenda. Filamu hii inaishia hapa. Tafadhali subscribe, like
komenti. Karibu.